Karibu tena katika kipindi hiki. Jina langu ni Pastor Julius. Nashukuru Bwana kwa nafasi na kwa wakati huu. Napenda vile ambavyo mnaendelea kusubscribe katika page hii yetu ya kanisa. Mungu awabariki sana. Leo sina mambo mengi, lakini nataka kuangalia mahali pamoja ambapo katika 2 Samuel chapter 9 from verse 4 and verses 5. Nataka tu kusoma mistari miwili alafu kisha nitakueleza, manake nataka kuongea kuhusu mahali panaitwa Lo-debar. Mahali panaitwa Lo-debar. Na hivi ndivyo Bible inavyosema. 2 Samuel chapter 9 and verses 4 and verse 5. The Bible says, "The king said to him, where is he?" The king said to him, where is he? Huyu ni mfalme ambaye ni mfalme Daudi, na anatafuta kama kuna mtu mmoja katika nyumba ya Sauli. Anatafuta mtu kama kuna mabaki katika nyumba ya Sauli. Na baada ya kuelezwa ya kwamba kuna mmoja ambaye anaitwa Mephibosheth, basi anauliza yule ambaye ni kiongozi anaitwa Siba, anamuuliza basi, where is he? Yani yuko wapi? Na the Bible says he is in the house of Machir, the son of Amiel, at Lo-debar. Then the king said, the King David sent and brought him from the house of Machir, the son of Amiel, at Lo-debar. So anapouliza yuko wapi Mephibosheth, anaelezwa ya kwamba yuko katika mahali panaitwa Lo-debar. Na mfalme anatumana, anasema ya kwamba aende atolewe katika Lo-debar, aletwe katika nyumba ya ufalme, katika meza ya mfalme. So leo nataka tuangalie mahali hapa ambapo panaitwa Lo-debar. Lo-debar ni mahali pa ukosefu. Ni mahali ambapo hapana neno. Ni mahali pa upotevu. Ni mahali pa kuvunjika moyo. Ni mahali pa utasa. Lo-debar ni mahali ambapo hapana heshima. There is no honor in Lo-debar. So ni mahali ambapo palikuwa pa kusahaurika, ambapo Mephibosheth alipokuwa. Basi kwa maana hapa sio mahali ambapo Mephibosheth anastahili kuwa. Mephibosheth ni mwana katika kifalme, so anastahili kuwa na kukaa katika meza ya kifalme. Basi Daudi anatumana ili kwamba aletwe, atolewe Lo-debar, arudishwe mahali ambapo ni pake, ambapo ni katika meza ya kifalme. Na hivyo anapotumana, Mephibosheth analetwa na anakaa kulingana vile ambavyo anastahili kuwa. Nasi sikiza mpendwa, nasi kuna mahali ambapo tulikuwa. Kuna mahali tulikuwa ambapo palikuwa ni mahali pa upotevu. A place of Lo-debar, a place of no provision, a place of no word, a place of brokenness, a place of barrenness. There is a place where we were. That because of the mercies of God, kwa ajili tu ya huruma za Bwana, Mungu akamtuma Yesu aje ili kwamba atukomboe kutoka mahali tulipokuwa, wakati ambapo hatukuwa tumeokoka. Tulikuwa wabaya, tulifanya mambo mengi, tulitembea katika dhambi, lakini kwa ajili ya huruma za Mungu, Yesu akajitoa, akatoa uhai wake. Kwa gharama ya uhai wake akatukomboa kutoka Lo-debar, kutoka mahali pale ambapo hatukustahili. Akatukomboa kwa gharama ya damu yake. And he redeemed us kutokana na mambo yote ambayo tulikuwa tunafanya katika Lo-debar.
mahali pale hatukuwa na heshima wapendwa, hatukuwa na heshima. Tulifanya mambo kama ya kitoto, tulitenda maofu, tulichanganya sana kule, lakini manake kule hakuna heshima. Lo-debar, there is no respect. It is a place of shame. Tuliteseka kule, lakini kwa huruma tu za Mungu, by the masses, the Bible says in the book of Ephesians chapter number 2 and verses number 8, ya kwamba kupitia imani tukaokolewa kwa neema. Tulipokubali kule kutoka Lo-debar, basi Yesu akatuokoa. Kwa maana maandiko nasema katika Luka 19 mstari wa 10 ya kwamba he came to seek those who were lost. Si tulikuwa tumepotea bana, tulikuwa mbali na wokovu, but because of love of God, Yesu akajitolea, akashuka kutafuta wale waliokuwa wamepotea kama sisi, na sio kuwatafuta tu peke yake, bali alipotutafuta akatuona. Hivyo tu ndivyo mfalme alivyotumana ya kwamba enda umlete, alivyotumana Mefiboshethi aitwe, akatolewa Lo-debar, akaletwa katika meza ya kifalme, akaketishwa pale. Hivyo ndivyo na sisi wapendwa, tukaokolewa, tukakombolewa kutokana na minyororo na dhambi tulizokuwa tunafanya. Yesu akatukomboa katika hali zile na mambo tuliokuwa tunafanya, akatuokoa katika huruma zake, na kwa imani akatuketisha katika mahali ambapo tunastahili kuwa. Manake tulitangatanga ili hadi hatukujua ya kwamba sisi ni wana katika kifalme. Maana katika Yohana wa kwanza alipotukomboa, maandiko nasema ya kwamba akatuita wana. So kumbe tulikuwa wana, na ili hali tulitembea kama watoto wapotevu. Kumbe we had identity, kumbe tulikuwa na jina, na ili hali tulidharauliwa kwa matendo tuliokuwa tunafanya. Kumbe tulikuwa wana katika ufalme. I'm here to tell you, my brothers and sisters, ya kwamba no matter where you are, God can restore your life back. Wakati alipotumana Mephibosheth, his life was restored back. He came to the place of provision. Liprikazayanda, aliletwa katika meza, mahali pa heshima, the place of honor. Hivyo ndivyo tumeletwa wapendwa, sisi ambao tulikuwa tunaitwa wapotevu. Leo hii, because of Jesus, he restored us back to the kingdom, and today we are called the son of God, just by kwa ajili ya kutuokoa tu, kwa ajili ya gharama yake. Leo tunaitwa wana wa Mungu, leo tunaitwa watakatifu, leo tunaitwa holy, tunaitwa righteous in Christ. We have conquered. We are more than conqueror, just because of the price of the cross. Shala prikazianda. Listen to me. You might be in Lo-debar. You might be in Lo-debar, lakini sio jukumu lako la kujitoa katika Lo-debar. Don't struggle on how you will come out from that place. I am here to point to you the man whom you can look at and save your life. Kitambo walichinja, kitambo walilipa gharama, but as for us, he has paid the price for us. He has paid the price for us, and he has ametutoa from the place of Lo-debar to the king's table where we belong. Bona uteseke, bona ungangane. Let me tell you, hii sio hawezi kujitoa.
You need this man. And the Bible says in the book of Isaiah 45 verse 22, if only you can look at him, he can save you. If only you can look at him, he can save your life. It is from rejection to adoption. From rejection to adoption. It is from shame to honor. It is from Lodibar to the king's table. Come back, come back, come back. You just need one thing from the book of Romans chapter 10. If you believe in your heart and you confess with your mouth, he is here. He has released the grace to save your life. He has already released the grace. Usijaribu kuuliza how will I come out from this place. Just believe in him. Believe in him and confess him as Lord and Savior. He will take you from Lodibar to the palace, the place where you belong. Hallelujah. Today unaniambia, Pastor, I am struggling. I feel in my life there is no hope. It is only in Christ you can be satisfied. It is only him that gives peace. He gives peace that bypass every other things. Just believe in him. Believe in him and let him restore your life. Let him restore your life. Imagine whom you are. Imagine whom you are, and yet you are struggling in that place. Ni vile tu haujui your identity. Can you imagine a grandson of the king struggling at Lodibar? A grandson of the king. You are a son of this king. You are a son in this kingdom. You have identity. And Jesus is ready to restore you back into this kingdom. He is ready today to restore you back into this kingdom. Come to the place of provision. Come to the place of word. Come to the place of honor. I declare in the name of Jesus, you are not going to struggle again in Lodibar. You are not going to beg again in Lodibar. You are not going to cry again in Lodibar. Yet there is a place where you belong. At the king's table. At the king's table. At the king's table. I'm calling you back. Just like the King David called Mephibosheth from Lodibar. The same today. Jesus is calling you from that place of sin. He is calling you to the place of righteousness. Accept him today. Allow him. Allow him. Release your life. Surrender your life. Surrender your life. He is here to save you. In Jesus' name. You are here and you would like to give your life to Jesus. It is very simple. It's very simple. If you believe